Huyu ndo mwigizaji aliyebakwa kweli wakati anashuti filamu, huku tukio zima likirekodiwa na kisha kuwekwa katika filamu hiyo. Mwigizaji huyu aliitwa Maria Schneider. Ni mwigizaji wa kike kutoka nchini Ufaransa ambaye alipata umaarufu mkubwa sana katika miaka 1970 mpaka miaka 1980. Umaarufu wake ulikuja baada ya kuigiza katika filamu ya mapenzi au love story, na filamu hiyo ilijulikana kwa jina la Last Tango in Paris. Japo kwa upande wake yeye umaarufu huo uliotokana na filamu hiyo ulikuwa ni umaarufu wenye machungu makubwa sana kwa upande wake, kiasi kwamba mpaka akawa teja wa madawa ya kulevya na mara kadhaa alijaribu kujiua lakini hakufanikiwa. Je, ni kitu gani hasa ambacho kilimkuta binti huyu mpaka kuhitaji kufanya mambo hayo yote, na kwa nini hajawahi onekana katika filamu nyingine yoyote ile? Ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi sana, hakikisha kuwa unaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu, nasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha unabofya alama ya kengele ya notification, kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson, hapa kazi tu. Jina lake kamili ni Maria Schneider. Binti huyu alizaliwa mnamo tarehe 27 mwezi Mei mwaka 1952 huko nchini Ufaransa, na inaelezwa kuwa alizaliwa katika familia ya kawaida kabisa, na pindi ambapo akiwa bado ni binti mdogo alikuwa na ndoto ya kuja kuwa mwigizaji mkubwa sana ulimwenguni. Hivyo kama ilivyo kwa watu wengine kwenye umri wao wa ujana, huwa wanapambana sana kuhakikisha kuwa wanatimiza ndoto zao, na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa binti huyu. Alikuwa anapambana sana kuhakikisha kuwa anatimiza ndoto yake ya kuja kuwa mwigizaji mkubwa sana ulimwenguni. Sasa ndipo ambapo akaamua kutoka katika eneo ambalo alikuwa akiishi hapo awali na kwenda Paris, kwa sababu huko ndiko ambako mastaa wakubwa walikuwa wanapatikana. Kwa bahati nzuri au mbaya, baada tu ya kufika Paris alipata nafasi ya kuigiza katika filamu ya Last Tango in Paris, na muongozaji wa filamu hiyo alikuwa ni moja kati ya madirector wakubwa sana wa wakati huo, na ambao walisifika kwa kutoa kazi ambazo zilifanya vizuri sana sokoni. Muongozaji wa filamu hiyo aliitwa Bernardo Bertolucci. Mhusika mkuu wa filamu hiyo alijulikana kwa jina la Marlon Brando. Huyu alikuwa ni moja kati ya waigizaji wakubwa sana wakati huo, na ambaye alikuwa na mafanikio makubwa sana, na filamu zake zilipendwa kila kona ulimwenguni. Sasa kutokana na mambo hayo yaliashiria kuwa filamu hiyo lazima ingefanya vizuri sana, kwa sababu kazi ilikutana na watu wanaojua kazi. Inaelezwa kuwa baada ya Maria Schneider kupata nafasi hii alifurahi sana, na aliamini kuwa lazima filamu hiyo ingempatia mafanikio makubwa sana ulimwenguni na angetambulika kila kona. Kwa wale ambao hawajabahatika kuiona filamu hii, ngoja niwape kisa chake kidogo ili tuweze kuelewana vizuri huko mbele. Filamu ya Last Tango in Paris imetoka mnamo mwaka 1972. Ni muda mrefu kidogo, lakini kisa chake ni kizuri sana kwa wale ambao wanapenda masuala ya kikubwa au masuala ya love story. Story ya filamu hii iko hivi: kuna mwanaume mmoja kutoka nchini Marekani aliyefiwa na mke wake, anaamua kwenda Ufaransa katika jiji la Paris kwa ajili ya kwenda kupunguza mawazo. Baada ya kufika katika jiji hilo, anapanga katika hoteli, na akiwa kwenye hoteli hiyo ndipo anakutana na binti huyu mwenye umri wa miaka 19 na ambaye ni mrembo kwelikweli, na binti huyu ndo Maria Schneider. Baada ya hapo wawili hawa wanaanza mahusiano ya kimapenzi, hasa katika swala zima la kufanya mapenzi tu, huku akiwa wamekubaliana kutofahamiana hata kwa majina. Sasa mahusiano hayo yanaanza na kuna muda mwanaume huyu anambaka binti huyu. Mambo mengi sana yanatokea na mwisho wa siku binti huyu anaamua kumuua mwanaume huyu. Hiyo ndo story ya filamu hiyo kwa ufupi. Sasa inaelezwa kuwa wakati Maria Schneider anafanyiwa usahili, akuelezwa kuwa kutakuwa na kipande cha yeye kubakwa wakati wa kushuti filamu hiyo. Inadaiwa kuwa walishuti vipande vyote kwanza na kikabaki kipande hicho. Sasa baada ya Maria Schneider kuambiwa taarifa hizo, alishtuka sana na akakataa kukifanya kipande hicho. Sasa ndipo ambapo director wa filamu hiyo pamoja na mhusika mkuu wakaanza kumbembeleza Maria Schneider akubali kumalizia kipande hicho, lakini bado aliendelea kugoma. Ndipo ambapo akaamua kumdanganya kwa kumwambia kuwa kitendo hicho hakitokuwa kweli, yaani ni movie tu kama wanavyofanya katika movie zingine, yaani kunakuwa hakuna uhalisia. Lakini ukweli ni kwamba director wa filamu hiyo pamoja na mhusika mkuu wao walipanga kitendo hicho kiwe na uhalisia, yaani binti huyo abakwe kweli. Baada ya kusikia hivyo kuwa hakutokuwa na uhalisia, Maria Schneider akakubali kumalizia kipande hicho kilichobaki. Sasa wakati wanashuti kipande hicho katika chumba, ndipo ambapo muongozaji mkuu wa filamu hiyo alipowapatia ishara
watu wengine waliokuwepo ndani ya chumba hicho watoke nje, na akabaki yeye director, mhusika mkuu wa kiume pamoja na Maria Schneider. Kipande hicho kilikuwa kinamuonyesha Maria Schneider anamtupia kokobata mwanaume huyo. Sasa inaelezwa kuwa baada ya kumtupia kokobata, director wa filamu hiyo pamoja na mhusika mkuu walipeana ishara kwamba lile tukio lao ndo lifanyike sasa. Na ndipo ambapo mhusika mkuu wa kiume alipomkandamiza chini Maria Schneider kwa nguvu, huku uso wake ukiwa unaangalia chini na yeye jamaa alikuwa juu yake. Kisha kambana mikono na kumvua suruali yake aliyokuwa ameivaa. Kisha kamtanua miguu yake huku akitumia ile kokobata kama kilainishi, na akaanza kufanya yake. Na wakati huo kila kitu kilikuwa kinarekodiwa. Katika moja mahojiano aliyowahi kufanyiwa, Maria Schneider alidai kuwa hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kufanya jambo hilo, hivyo alipata maumivu makali sana. Nadhani kwa wanawake wanaelewa jambo hili jinsi inavyokuwa. Wakati tukio hilo la kikatili linaendelea, Maria Schneider alikuwa analia kwa uchungu sana, huku akijaribu kujinasua kutoka kwa jamaa huyo. Yaani yale machozi unayoona katika filamu ni machozi ya kweli, sio uongo kama filamu za hivi sasa. Maria Schneider alijitahidi sana kujinasua kutoka kwa huyo jamaa, lakini alishindwa. Na kwa upande wa mwongozaji wa filamu hiyo, yeye aliendelea kurekodi tu tukio zima. Kitendo hicho kilimuumiza sana binti huyo, na ukizingatia ukweli kwamba alikuwa ni binti mdogo sana mwenye umri wa miaka 19, na watu waliomfanyia tukio hilo walikuwa ni watu maarufu wenye pesa nyingi, hivyo akakosa cha kuwafanya na akabaki kuumia tu moyoni mwake. Baada ya filamu hii kutoka, ilifanya vizuri sana ulimwenguni kote, huku baadhi ya watu wakipendezwa na kipande kile ambacho kilikuwa kinamuonyesha Maria Schneider akifanyiwa ukatili, na wengine walichukizwa sana na kipande kile. Baada ya filamu hiyo kufanya vizuri sana, Maria Schneider alipata madili mengi sana kuigiza filamu kama hizo, yaani za kufanyiwa vitendo kama hivyo, kwa sababu aliuvaa uhusika huo vizuri sana. Lakini yeye alikataa madili hayo. Pia alikataa kuigiza katika filamu nyingine yoyote ile, kwani aliamini kuwa tasnia nzima ya uigizaji imejaa uchafu huo. Jambo lingine lililomuumiza zaidi ni kuwa jamii ilimuona yeye kama malaya, na yule mhusika mkuu wa kiume pamoja na mwongozaji wa filamu hiyo, wao walizidi kupewa heshima kubwa sana katika jamii. Jambo hilo lilimfanya Maria Schneider aanze kutumia madawa ya kulevya kwa kuamini kuwa yangemsaidia kumuondolea mawazo, na pia aliwachukia sana wanaume. Inaelezwa kuwa kuna kipindi alianza uhusiano na mwanamke mwenzake, na uhusiano huo ulidumu kwa muda mrefu sana. Baada ya kuwa mtu mzima, alijaribu kuelezea tukio hilo katika vyombo vya habari, lakini hakuna mtu yeyote yule aliyejali. Ilipofika tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2011, Maria Schneider alifariki dunia kutokana na ugonjwa wa kansa. Baada na fariki ya kuwa amepata haki yake ya kuwaona wahusika waliomfanyia jambo hilo wakifikishwa mahakamani. Baada ya miaka kadhaa kupita, binamu yake alitoa kumbukumbu inayoelezea maisha ya Maria Schneider, na katika kumbukumbu hiyo binamu yake alielezea mkasa mzima wa jinsi ambavyo tukio hilo lilivyofanyika. Mwongozaji wa filamu hiyo aliwahi kuhojiwa na alidai kuwa alifanya tukio hilo ili kupata uhalisia wenye ukweli, ili kutimiza lengo la sanaa. Na mwongozaji huyo alijulikana kwa jina la Bernardo. Aliendelea kwa kusema kuwa hakutaka kumuona Maria Schneider aki-act, yani akiigiza, bali alitaka kumuona Maria Schneider akifeel, yani akihisi kitendo hicho, japo kitendo kile kilimfanya amchukie yeye katika maisha yake yote. Miaka ya hivi karibuni waigizaji wengi wa Hollywood wamelani sana kitendo hicho, na wengine wameahidi kutoangalia tena filamu na kutosapoti tena kazi za mwongozaji wa filamu hiyo ambaye alifariki dunia mnamo mwaka 2018. Kwa upande wa Marlon Brando ambaye ndo alikuwa mhusika mkuu wa kiume, yeye alifariki dunia mnamo mwaka 2004. Hapo awali mwigizaji huyu alikuwa akiheshimika sana, lakini baada ya taarifa hizi kutolewa, heshima ya mwigizaji huyu imeshuka sana. Niambie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Je, umejifunza nini kuhusiana na kisa hichi? Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu, nasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha unabofya alama kengele ya notification, kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson, na kutakia wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine. Asante na kwaheri.